Unapokuwa mwanafunzi wa Yesu, hajasema uwe mwanadini au mwanadhehebu. Kuitwa mwanafunzi wa Yesu ni kutekeleza au kuyafuata yale ambayo master, ambayo mwalimu wako amekufundisha. Kwa sisi mwalimu wetu ni Yesu. Na ili tukujua kama ni mwanafunzi wa Yesu, tunaingia kwenye Biblia. Maana Biblia ndio kitabu ambacho mwalimu wetu wanafunzi kupitia Revelation walipata kuandika. Na tunapata kuyatekeleza yote ambayo katika Biblia imeandikwa. Kwa hiyo tunamwona mwalimu wetu katika Biblia anatufundisha vizuri kabisa. Kwa kuitwa Mkristo, Mkristo yani ni mtu wa Kristo. Umeona bwana? Kristo ni mtu wa Kristo. Kwa baada ya kumpata Yesu, unatakiwa Mkristo kweli. Uwe mwanafunzi wa Yesu. Usiwe mwanafunzi wa dhehebu, kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na ukiwa mwanafunzi wa Yesu ni lazima ufuate yote ambayo Yesu ameagiza uyafanye. Kwa hiyo achana na kuweka vitu vingi akilini mwako ukawa na utetezi wa dini. Kuna watu wanatetea dhehebu mpaka wanataka kulia. Wanatetea dhehebu. Hiyo nguvu ya kutetea dhehebu ungeiweka kumtetea Yesu. Ninaposema kutetea sio kama kumpigania, maana Yesu wetu apiganiwi. Ninaposemea utetezi ni kwamba ni kuweka ile priority ya kwanza ambayo umeiweka kuhusiana na dini, ukihamishia kwa Yesu unakuwa uko bomba sana. Ile hamasa ulionayo ya kutetea dini, ya kuvaa vitenge hadi vya dini, hiyo hamasa ukiweka, ukaiweka kwa Yesu, ukawa na hamasa hiyo ukaingiza kwa Yesu, unakuwa babu kubwa, unakuwa ni mwanafunzi wa Yesu 100%. Na hapo watu wengi ndio waga wanamisi sasa, wanashindwa kuiweka hiyo hamasa kwa Kristo Yesu. Kwa kuwa mwanafunzi wa Yesu au kuwa mwanafunzi au kuwa Mkristo wa 100%, usiwe mwanadini. Sasa kitu kinawasumbua sana watu wengi. Kwa ufanye hivyo, utakuwa mtu mzuri sana na utakuwa ni mtu ambao Yesu akikutazama anajivunia wewe kwa hapo duniani.